Katika maandiko matakatifu kwamba Yohana wa kwanza 2:15 kwamba tusipende dunia na vitu vilivyomo, kwa sababu anayependa dunia na vitu vilivyomo, upendo wa Bwana haiko ndani yake. Mpendwa msikilizaji, nilikuwa ninataka nikusii siku ya leo kwa ujumbe mufti kabisa kwamba kuna wengi kabisa katika dunia wamejikita wanaabudu miungu na sio Mungu aliyeomba mbingu na dunia, kwa kuiga vitu vya watu tofauti katika dunia. Nilikuwa nakusii siku ya leo, Biblia inasema kwamba ukisoma Yohana wa kwanza mstari wa 2:15 kwamba tusije tukapenda dunia na vitu vilivyomo, kwa sababu anayependa dunia na vitu vilivyomo, upendo wa Bwana haiko ndani yake. Na unajikita wakati huu, muda huu, watu wengi wanajikita kukopa baadhi ya wengine kwa sababu wamefaulu katika njia zao bila kuchunguza wamefaulu kivipi, na wanajikuta kwamba wanaabudu miungu mingine bila kuchunguza miungu yao, na imewafanya maisha yao kwa mapenzi yao ikabadilika, au zile vitu ambao walikuwa wanatarajia katika maisha yao hawajazipata. Biblia inasema kwamba tusije tukaupenda dunia na vitu vilivyomo, kwa sababu mtu ambaye anapenda dunia na vitu vilivyomo, upendo wa Bwana haiko ndani yake. Ukisoma Yohana Injili 4 mstari wa 24, Biblia inasema Mungu ni roho na inawapasa wanaomwabudu wamwabudu katika roho na ukweli. Ina maana kwamba Mungu ni roho. Na ukisoma katika maandiko kwa mara nyingine tena wa Efeso 6 mstari wa 12, Biblia inaitaja kama shetani pia ni roho. Sasa unaweza ukajikuta unapenda dunia na vitu vilivyomo, na kwa vitu ambao umekopa kwa mienendo za watu, ukajikuta katika maisha yako unamwabudu miungu mingine bila kuchunguza vizuri. Nilikuwa ninakusii siku ya leo, wakati unatazama kwamba kila kitu ambao unafanya katika maisha yako lazima ukichunguze vizuri, kwa sababu mamlaka za giza katika ulimwengu sioonekana umekuja kuchanganya wanadamu katika njia tofauti. Kabla hujaichunguza vizuri na kujua kwamba umesimamia wapi, unaweza ukajikuta unaabudu miungu mingine bila kujua, na ikasababisha hizo miungu sijibiwe maombi yako, na ukajikuta kwamba hizo miungu ambao unajiabudu iathiri maisha yako katika siku za usoni. Ndio maana sasa hivi unaweza ukajikuta mtu anavaa jinsi anavyovaa ni tofauti kabisa, kwa sababu amekopi na kupesti kwa watu wengine, na ajui kwamba hawa watu wengine waliopata sehemu gani. Unaweza ukakuta mwanamume fulani anakunywa pombe bila kuchunguza kwamba wanaokunywa pombe ina faida gani na inaletaje faida kwa wale ambao wanaikunywa. Yaani amekopi kwa mtu mwingine bila kuchunguza kwamba anachokifanya anafanya kwa sababu inamjenga ufalme wa mbingu au haijengi ufalme wa mbingu. Nilikuwa ninakusii siku ya leo kwamba popote pale ambapo unasikia huu ujumbe, tafakari jambo lolote ambalo unafanya katika maisha yako kabla hujaichukulia hatua. Angalia hata wengine, unaweza ukakuta mwanamume fulani ameoa wake wengi. Kwa sababu gani? Amesikia kwa wengine kwamba kuoa wake wengi labda kuna faida katika maisha ya watu fulani. Sasa na yeye amejikuta kwamba anaoa wake wengi bila kuchunguza, bila kuendana na maandiko matakatifu jinsi inavyotusi. Nilikuwa nakusii kwamba kabla hujaingia katika jambo lolote ambao unafanya, kwanza uchunguze. Utachunguzaje? Namba moja ni kwamba lazima ujikute katika maombi ya kila siku, ili Mungu akufunulie mapenzi yake kwa maisha yako ambao unafanya kila kitu. Na ukijikita katika maombi, ukijikita katika kusoma Biblia kila siku ya maisha yako, Mungu atakufunulia kile kitu ambayo inakufaa katika maisha yako kwa wakati unaofaa. Na huo ujumbe inaweza kukubariki siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen.